Usiwahi ingilia kitu yenye haujaambiwa ingilia unless otherwise. Unaona? Lakini kama haujaambiwa bro, wachana nayo. Kitu kiliniinspire kufanya LOL test, niliona comedy mnasumbuana na watu. Mara ulipe watu, mara ufanyaje. LOL test ulipi mtu. Unaona? Hiyo ni kitu unatoka, unaingia street unanyoro. Hapo ulifikiria. Unaona? Hakuna haja ati wewe waambie mtu tupatane kesho saa 8 saa 6, hapana. Hello guys, it's your boy Crazy Keke and welcome to my YouTube channel. Na leo nimekuja hapa hivi na story moto. Nimekuja with one of your favorite mwenye analetea story live inafanyika huku hivi nje, venye wasee wanatesana huku nje. I think atajiintroduce mwenyewe then nitajua vile kutaendelea. So bwana Kito. Yes, ndugu yangu. Sasa nimekuachia ushukani. Karibu niseme usukani. Mimi nimedhani unasema ushuhuda. Karibu nikuachie ushuhuda. Director, mambo iko sawa? Kila kitu iko sawa? Kila kitu iko sawa? Okay, so bro, mimi nimekuja. Mimi naitwa Kito kwa wanao nijua. Unajulikana kila mahali. Si kila mahali bro. Kuna watu huku nje hawanijui. Hata huyu nani wamemuona wapi? Hata nikienda mahali nisema huyu jamaa atoka hapa kwa sababu sina. Lakini kuna wale nikipita mahali wanasimama. Nao ndio wengi. Wenye wanasimama? Wenye wanasimama ndio wengi. Hao ndio kidogo. Wenye kujui ni wale wenye hawana smartphone. Hawana wenye kuna smartphone wananijua sana. Hao wanakujua. Haya, niambie ndugu yangu, twende tukiendanga sasa. So mimi nataka uambie tu watu unajiita nani, kwenye unapatikana. Mimi naitwa Kito Kito. But I have a YouTube channel called Kito Smart KE TV. Kama hujanisubscribe manze, consider subscribing there at Kito Smart KE TV. Only that. So mtu anaweza nipata kama unijui, unanipata TikTok bado at Kito Smart KE TV. TikTok. YouTube Kito Smart KE TV. Facebook Kito Smart KE TV. Sasa nikienda deep kidogo. Ushago. Ndio kuja huku Ushago ulikuwa umetoka wapi? Sasa kumaanisha penye nazaliwa? Mimi nazaliwa Bungoma. Bungoma, watu wa Chwele. Kimilili katikati hapo ndo tunajuana zaidi Bungoma. Kabla tuendelee, hebu wasalimie. Maybe anakuona maybe watu wa Bungoma woye. Sasa watu wa Bungoma saseni, mimi ni kijana yenu. Nataka mnipe support kutoka Bungoma. Unajua mimi naweza kuwa najulikana huku, lakini watu wa kwetu wenyewe pia hawanijui. So maybe ama tu nihamie huko, ni nyorosha masho huko. By then naona ndahamie huko nipige content huko like 1 month. Bungoma. Ndenda tu nikae home 1 month. So nikikaa 1 month pia nichafue huko. Najua nikichafua huko 1 month wananitambua. Lakini unajua nasemanga nabii hana heshima kwao. Unaweza enda huko hivyo peleke hizi show zako na watu huko wazipendi. Wanasemanga hana heshima kwao. Nabii hana heshima kwao. So unaweza enda huko. Nikienda kwetu, sasa acha nikienda kwetu zifanye hapo kwetu. Bungoma ni kubwa. Mimi natoka Bungoma Chwele. Ndafanya Bungoma, nifanye Bungoma, yani different places. Bungoma ni kubwa, lakini sijui hizo za ndani za. Lakini sema tu ni Bungoma. Mimi Bungoma ni kubwa. Kuna Bungoma imegawanyika mara 3. East, West, na Central. Na Central. Okay. Sasa hii kazi ya sema ni kama Anika show. Ama vile unatengeneza LOL test. Ulianzia Ushago ama ulianzia huko Nairobi? Sasa mimi nikiwa Ushago nilikuwa DJ. Nazia DJ mkubwa, DJ wa matanga. Ngoja, zile za usiku zile za hizo sasa. Hizo zenye unaenda kwa matanga usiku na laptop hapo hivyo. Sisi hiyo tulikuwa tunaitanga ingoma. Sisi tunaitanga, sijui nilikuwa naitwaje. But mimi nilikuwa DJ wa hizo vitu. Nikatoka pale nikaingia kwa kila fulani nika mix hapo, ilikuwa inaitwa White House, kutoka Misiho Webuye. Nikapiga kazi kidogo hapo, nikatoka sasa huko ndo nikajipata Nairobi. Yes. Nairobi ulikuja place gani ya kwanza? Place ya kwanza nilikuja ilikuwa near Ruaka place, kuna kijiji kakapo kanaitwa Kidogoro. Nimekaa Kidogoro like 2 years, nikatoka Kidogoro nikahamia Marurui. Nikatoka Marurui, unajua nilikaa wapi tena? Kuna mahali nilitoka nikienda wapi? I think nilikaa tu Marurui, Kidogoro.
alafu nikakuja Kahawa West. Sasa bro, tangu tujuane na wewe ulikuwa unafanya, tukijuana ulikuwa unafanya I think ni skits to comedy. Nilikuwa nafanya comedy. Mimi kwa comedy mimi ni mbaya. Sasa nini iliku inspire kuja kwa hizi video hizi za kitu inspire kuja kwa hizi video na niachana na comedy? It's only one thing. Comedy nilikuwa na invest kwa comedy, but comedy, kusema ukweli, I'm sorry to say this, but comedy haiwezi kulipa vile una expect. Then wazee wa comedy wanajulikana na TikTok sana. TikTok, Facebook, of which TikTok na Facebook Kenya kulipa ni ngumu sana. Unajua better ufanye kitu kina kupea income kidogo. Bro, wewe utachukua mzee wa comedy, mpike comedy video 2-3, mtu atakwambia nilipe. Wewe unatafuta fame, but bro unarudi kulala njaa, si ndio? Wewe umelipa mse, hata kama umelipa so mbili kwa siku umeshuti video 4, umepeana so 8. Na hii so 8 no returning back. Yaani hakuna maluni invest atitarudi. So nikajaribu comedy, nikapika comedy by hata I think maybe sio ki-upload hizi video. Waonyesha, nitakutumia tu video wangu kutoka kwa comedy. Waekee comedy yenye nilikuwa nafanya. So mimi nimefanya comedy, mimi nikaona comedy ilipi because tena watu hawana ile interest. So unajua comedy unashinda ukichange watu. Leo umeshoot na mwingine, hiyo siku nyingine mimi nikaona comedy ni upumbavu. So what I did, nikakaa nikajiuliza, Mungu, what can I do maybe nifanye content nyingine. Nilianza interviews as in hizi ma street ama hizo kuuliza watu maswali, mtu ametrend sasa. Na ngaria wale watu, nikaona hii kitu inajipa. Una interviews inapata views kidogo, then iko na watching hours ya kumonetize channel haraka. So nikaanza kureduce comedy. So nikiwa kwa hizi interviews, so I was inspired with this guy called Eastern TV Samaritan. So tukapatana mtu wa Eastern TV, tukapika kazi kidogo like almost 2 years. Nikatoka pale nikafanya na Pluto kidogo. Nikatoka kwa Pluto nikaingia kwa True KTV. So unaona, nilikuwa naomba Mungu sana anipee mwelekeo pia wa kujipata niko na brand. So unajua nikiwa Eastern TV anafanya loyal test. Pluto anafanya loyal test. Hiyo ni kazi moja. True KTV anafanya loyal test. Na kwa kampuni zote nilikuanga director. True KTV nilikuwa director. Eastern TV nilikuwa director. Kwa Pluto si kwa directors, but sometimes nilikuanga pale kwa kamera. True KTV nilikuwa director, alafu nikakuwa manager wa kampuni at the same time. Nilianza kuwa director kwa sababu ndo nilikuwa mgeni. So when nilikaa like 1 year hivi, nikapewa manager, then nikapiga 1 year manager. Yaani ulikuwa promoted. Nilikuwa nafanya kazi mzuri. So nikatoka hapo, nikaona skills ninayo, kila kitu iko nayo, nikasema nimefanya na Eastern TV 2 years. Nimefanya na Pluto 6 months. Nimefanya na True KTV almost 2 years. Bro, kieka pamoja it's almost 5 years. So mimi nikajiuliza bado nitakuwa nafanyia watu kazi hivi. Na mimi pia mahitaji yangu yako juu nao. Sometimes unaona unapata kitu kidogo. So ilibidi niseme niko na idea na niko na kila kitu. Wacha nijitume kiumania mbele. So ndio pia mimi nikajituma on the same content. Yenye nilikuwa najua niko na skills yake. So ndo nikaanza kufanya load test. You see? Sasa nini ilikuinspire kuja kwa hii load test? Kitu kiliniinspire kufanya load test, niliona comedy mnasumbuana na watu. Mara ulipe watu, mara ufanyaje. Load test ulipi mtu. Unaona? Hiyo ni kitu unatoka, unaingia street unanyoro. Hapo ulifikiria. Unaona, hakuna haja ati uambie mtu tupatane kesho saa 8, saa 6, hapana. Hii ni saa hata nikitoka saa hapa nje sitakosa video. Saa hii? Bro, hii saa 4 ya usiku sitakosa video hata kama saa 4 saa 3. Saa 4. Saa 3 nielekea saa 4. Bro, saa hii nikienda hapa nje rounda. Utapata watu wanatoka kwa club. Watu wanaenda ma couples wanatoka kununua sapa. Wengine wanaendea sapa. You see? Sitakosa kupata but the problem is kufanya usiku nayo. Kuna masaa penye mimi nasikia kulingana na Kenya Film Commission ama nini? Kenya Film Commissioners, kitu kama hiyo. Wacha ikuwe bora wewe ujue Kenya Film. Bure kuna film hapa. Kuna film hapa na iko na Kenya pale. So hizo rules zinasemekananga mtu wa
rules za Kenya Film Commission hizo. Kamera yako ina have kuzima by 6:30 ama 6 za jioni. Ukipatikana ukirekodi usiku na hauna hiyo barua unaweza shikwa. Umenielewa? So sasa siwezi yana nijiletee ati nimeshikwa nini, watu wamepiga kamera yangu kwa sababu security iko chini. But nikataka sasa naweza. So that is mimi niliona nihame niende kwa watu wenye hatutasumbuana na mtu hata niitisha pesa, something like that. Alafu Kito, unaweza advise aje mtu mwenye anafanya comedy? Sema hapo hivi kuna msee anafanya comedy, unaweza advise aje? Mimi kitu naweza mwambia hivi, aweke bidii. But mimi Kenya najua comedy by the comedy bro, sitakudanganya. Sasa enda kwa YouTube, I'm sorry to say this, uangalie watu wanafanya comedy. Ndio Kenya ni wengi sana. Kuna comedy different. Mimi nasema hizo local comedies. Hizo za kawaida. Hizi za mtu amepatwa na kadem kwa msupa. Sijui hivyo ndo unaonanga wazee wa Kenya hivi tu kama hizo zile fupi za skits. Hizi ndogo hizi. Bro, hizo Kenya ni jina tu. Utapiga comedy kadhaa hivi uone kama trend. Lakini we mwenyewe hakuna kitu uko nayo. Bro, unikombea mtu wa comedy wengi bro. Nataka uniambie mzee wa comedy mwenye ulijulia YouTube sana ni nani? Mtu wa comedy mwenye ulijulia YouTube. I think ni Chris Kena, si ndio? Aya, na comedy wenye unawajua TikTok ni wangapi? Wengi. Ni wengi. Sasa enda uchukue kwa wale wengi wenye unajua TikTok, uende usearch channel yake YouTube. Iko chini ama iko juu? Utapata anapata 600 views, lakini TikTok anaua, ako na mamilioni ya likes, ako na ngapi? Lakini ukikuja an example saa hii. I'm sorry to maybe tutumia an example. Sijui ni nani, but let's tujaribu kuangalia mtu anajiita Murife. Murife si unamjua? Murife. Huyu jamaa Murife. Wa Kisii Murife na nani? Usisema wanavalia makoti za brown huyu. Wa Kisii. Tuko tu hapa, sijai waangalia. But let's use an example Murife na wengine. Tuangalie Murife TikTok wako na nini ngapi. Let me use that. Followers wangapi, si ndio? Then we compare with the TikTok na YouTube. Sasa tuone tuseme Murife. Anajitanga Murife. Tuko na acha tuandike Murife. Tuandike kitu kama hiyo, si ndio? Murife ndio huyu hapa. So ona Murife ndio huyu hapa. Murife inajoma. Hivyo ndio ameandika Murife inajoma. Wakisitu. Unaona bro hapa hivi jamaa ako na followers wangapi? 1.6 million. So unaona ako na followers 1.6. Aya, likes ako na 22 million. 0.6. Aya, bro kiona huyu jamaa 16 million, 12 million, 7. So tuangalie zenye zimekula 535, hizi zote 1.5 million. Umeona? Huku anaua 1.7, 3 million, 1.4, 3 million. Hizo ni views. So let's compare this person tena na wapi? YouTube. Na YouTube. Twende haiwezi kosa YouTube. Sije eti nimewahi watch. Wacha tuangalie Murife YouTube. Murife comedy. Si ndio hii hapa? Murife. I think ndo yake Murife official ama sio huyu? Tuone kama ni yeye ama sio yeye. Sio yeye. Tutapata tu Murife. Tutoe comedy. Tuite tu Murife. Tusaje Murife wenye watajileta. Bro si kudanganyi ndio huyu hapa. Ndio hawa. So Murife, when we compare this, Murife is here. Tusicheze sababu. Unaona ako na 17k, ako na 17 what? 17k followers, si ndio? Si ako na 17k subscribers. Aya tuangalie views. Bro nimekuambia ukweli. Nisomee hizo views. Nisomee views. Kuna 405, 6. Acha tuturudi juu kwa. Anzia tu juu. Kuna ini short. Ini videos tu. Kwa videos. Ini 4.8k 1 month. Kuna 5k 1 month. Kuna 1.7k 2 month. Kuna 1.8 3 month. Unaona? Kuna 342. Bro angalia hii video. Tuseme video hulipa 1000
views 100 bob. Sio kweli? At 1000 views ni 100 bob. Hii video ameunda dongapi? Akona so moja hapa akona 500, hapa akona so moja, hapa akata ana pesa, hapa akona 32 bob. Kwa hii video akona 32 bob. Hapa akona 40 bob. So niulize huyu jamaa na combine hizi pesa ngapi ndio atoe kwa mwezi? Na YouTube haiwezi kuwekea less than 10,000 per month. Mwezi ikisha kama hujafikisha 10,000 utoi. Huyu mtu anaweza toa pesa ngapi kwa mwezi? Pesa kidogo sana. Hata in fact haiwezi toa. Hawezi toa. Hata unaona hizi video hata maybe hajai toa pesa za YouTube. Hapo napo sitakudanganya. Hata kama mreview una watch, tuambie kama umetoa pesa za YouTube. Maybe hajai toa. So comedy bro, comedy inakuweka jina. Watu wanakujua. But kiundani we unalala njaa. Yaani unawafurahisha lakini wewe unawafurahisha bro, lakini we mwenyewe maybe kitu inawaokolea tap tuma send gift send lion send lion. Hiyo ndio maybe kitu inaweza waokolea. Okay. Hapo umeadvise vizuri sana. Yeah, so mimi ni mtu anafanya comedy, mimi nakwambia wewe jitume, but kumbuka comedy inataka kujituma zaidi. Comedy inataka ujitume zaidi. Sasa tukitoka hapo kwa comedy, Kito unafanyanga loyalty test. Na sijui kama nitumie jina gani. Sijui kama ni ku break relationship ama ni ku sisi hata before sisi watu break, sisi tunatengeneza. Ndio maana nimeshinda vendaunda hiyo statement. Sisi watu tunasema jua mapema. Jua mapema. Yes. Sasa for example umefanya loyalty test leo wakaachana. Hiyo kitu haijawahi kuuma. Sema imekusumbua sana usiku. Mimi hata kitu inanisumbua wewe uchiti mtoto wa wenyewe. Mbona? Mimi kuachana kwenu mimi sina shida. Si ndio? Mimi kuachana kwenu sina shida bro. Wewe mbona udanganye huyu mtoto ama wewe mtoto akudanganye? Hiyo ndio mimi inanisumbua. Bro unajua pia mimi better sister yangu aachane na mtu mwenye si mzuri kwake kuliko mimi nimepata sister na mtu. Na mimi najua jamaa si mzuri. Better niwaachanishe. Kuliko nifikiria ati sasa wakiachana atafila aje. Umenielewa bro? Nakuelewa. So better unasemanga better ujue mapema. Unasemanga prevention is better than cure. Yes. So unakwanga tu sawa juu umeunda. Mimi nikiharibu ndoa yenu mimi sina shida bwana. Mimi siwezi kaa niseme sasa leo nimeharibu ya. Lakini Kito mimi na appreciate kazi yako. Juu unafichua siri mingi sana. Kabisa. Siri mingi. Hata inafika at some point unatekwa nyara. Walai, una kama wengine karibu nikufe bwana. Sasa Kito turudi nyuma kidogo. Ukafanya kazi na Pluto. Pluto ni celeb. Yes. Sasa kwa mfuko ulikuwa unapata kitu mzuri ama tu juu tu ulikuwa tunaye juu ya jina ama utuambie. So mimi Pluto sitakataa. Pluto nimefanya kazi na yeye. But bro, okay, mi sipendi kuficha kitu ama sipendi kuongea vibaya. Pluto ni rafiki yangu. Sasa yeye nikipiga simu atashika, tutaongea. But kutoka mahali, mtu kutoka mahali with so many reasons. Unajua wanasemanga kama hauna happiness na kazi yako, hiyo kazi utaiacha tu. Unaona? So maybe unajua mtu kukosa kuwa happiness na kazi yako, maybe mshahara iko chini, maybe kazi iko na rules mingi, maybe kwa hiyo kazi una overwork, maybe so unaona you are not that comfortable. Unaona? So ni reason mingi zenye zinafanya mtu aache kazi. Unaona? Reason mingi zinafanya mtu aache kazi. So mimi kenye naweza ambia mtu si unaweza ulitoka maybe sababu ya pesa ama ni nini. But sometimes unaweza jisikia tu useme here I'm not comfortable. Unaona? Maybe with some few reasons zenye maybe siwezi ongea kwa kamera. Lakini maybe si kwa comfortable ndo nikatoka huko. Oh. Yeah. Sasa ukaenda kwa J. True KTV. True KTV. Umepiga naye kazi mzuri huko hivyo. Sasa hapo hivyo sasa ndio kuna swali. Nini lilifanya ukatoka huko? Ama niyo tu reason moja? Mimi kitu kilifanya nitoke kwa True KTV nilitaka kujisimamia. Kujisimamia. Kama mimi sasa. Alafu ulikuwa kuna episode zake ulikuwa unafuatilia, lakini kuna history. Sijui kama utanikumbusha. Kuna history ya hivi karibuni sijui ukifuatilia hata hujareact kitu yote. Kwa comment unasema Kitoa ingilia story, lakini inaendelea ya kidnap ya Mofa na yeye na mtoto. I think ni hiyo. Juu mimi nikipitia comment hata nikuonyesha hapa hivi, wanasema Kitoa kuje. Naona watu wengi, kuna mafans wengi wana comment wanasema Kitoa ingilia. Lakini umenyamaza hata siongei, si ndio? Bro umefanya vizuri kuniuliza hilo swali na mimi nataka nijibu mtu.
Mimi nataka nijibu mtu maybe mtu mwenye ameniuliza kwa channel yangu na hajaona nikirespond. Bro, kwa hii dunia usiwahi ingilia kitu haujaalikwa. Hata kwa jirani kukua kuna wageni kwa jirani na chakula inapikwa. Bro, kama haujaambiwa kuja usiende. Unaweza enda pale na ujipate unajuaje hiyo chakula imepikwa kwa majirani? Wamekuja hapo maybe wanaua mtu. Umenielewa ndugu yangu? So kama mimi sijaambiwa niende kwa J ama sijapata anything ya kusema enda saidia mission, bro, siwezi enda. Umenielewa? Mimi sijaambiwa, nimejaribu kuingia lakini sijaambiwa niingie kwa hiyo mission. First thing. Another thing bro, an example. Bro, maijua askari yepi akuwa hapa kikosi fulani. Alafu hapa tuko na Kenya Police. Na yepi gari inapita hapa Kenya Police imefahamiwa. Bro, usiniambie ati ya maskari unaweza kuja wasaidia hao. Umejua hivyo? Hiyo nimejulia kwako. Bro, ni ukweli. Kama askari amesainiwa kwenda Murang'a, yafaa aende Murang'a. Na afike Thika aone vita zinaendelea. Bro, yeye anaenda kwenye amesainiwa. Atapita kwa hizo vita. So unamaanisha aizama kwa hiyo vita asaidie? Bro, siwezi, hawezi. Hata kama askari akapo acha comment. Unajua askari hufanya kazi na order. So order ni aende Murang'a. Order haikuwa kwenda Thika. Umenielewa? Yeye ametoka kwa ofisi akienda Murang'a. So hata apate vita Thika, bro hawezi ingilia. Bro, mara ngapi watu wamaipigana unaona askari wanapita hapo na gari tu pole pole tu. Mara mingi. Umaiona? Hata gari inapita tu watu wanalimana lakini unaona gari ya askari inapita tu. So mission ya maskari haiko hapo kwenye hapo. Lazima aende kwenye akitoka kwa ofisi afande Kipukemei Wood hanafu kwa Raif Murang'a saa 8:30 ama saa 10 kamili. Na umetoka kwa uniform unaenda Murang'a. Burata apata hapa maskari wengine wamepigwa. Unless order itoke kutoka kwa ofisi tena. Ndasema haya malizania pale. So the same to me. Bro, kama sijakuwa na order ya kuenda, mbona mimi nitoke niende mahali sijakaribishwa? Ama mahali sijaambiwa enda. So unajaribu kuambia J, ayukaribisha utaingilia. Bro, mimi hata akiniambia toka, Kito, I really need you in this nini. Mimi sitamaliza sekunde. Hata kama tuko kwa interview, ndakwambia bro, kwenye imefikia upload hiyo. Unaona? Bro, siwezi enda kwa mission kama hiyo nijipate mimi ndo nimekatwa. Ndaulizwa uliitwa na nani? Ama nifike pale nijipate mimi ndo victim. Unaona? Waambie umekuja kaa nani, wewe ndo unanisaliti. Unaona? Something like that. So nijipate mimi ndo nimeenda huko bila idhini. Nijipate mimi ndo msali ama nijipate mimi ndo nimenyo. So usiwahi ingilia kitu yenye haujaambiwa ingilia unless otherwise. Unaona? Lakini kama haujaambiwa bro, waachana nayo. Unajua mafans wanasema kitu ingilii ama anaongea, lakini sasa jibebe ni wewe uko kwa hii kitu ina happen. Hata kwa jirani kukipiganwa na haujaambiwa enda. Bros, kama haujaelewa venye mambo iko, usiende hapo. Bro, unaweza jipata hapo ndio umekatwa mkono. Umenielewa? Ama ujipate useme wewe ndio umeleta vita. Bro, ndakupea bro, kuna wakati nimeishi kwa plot fulani, watu walikuja wakaiba vitu kwa hiyo plot. Lakini kwangu hakukuibiwa. Na mimi wakati nilitoka, nilikutana na watu wezi. Nisikize uone. Nilikutana na wezi wakienda na mimi nikiingia. Kuingia dakika 2 dem fulani akaniuliza, "Mwenye ameibiwa. Umekuwa sana?" Nikamwambia mimi ndo nimeingia tu saa hii. Umesikiza bro? Kaniambia kuna watu, nikamwambia kuna watu nilikuwa nimekutana. Kuna mtu aliniambia, nikajiuliza ni nini? Mzee wa nyumba 10 akaniambia, "Unaona siku utasema uliona mwizi, you are the victim." Ndio naonanga kwa plot unaweza ibiwa na hakuna jirani ameona. Lakini leta demu saa 8 ya usiku. Leta saa 8 ya usiku. Wataona. Watakuelezea alikuwa amevaa hivi. Lakini wacha saa hii mlango igongwe na machuma ivunjwe, hizi vitu zitolewe zote. Jirani atakwambia hata hiyo masaa mimi nilikuwa nalala. Mimi sikusikia chochote. Lakini hata demu akuja akitembea aste hivi. Walai. Watakwambia venye alikuwa na dakika yenye aliingia. Hata kama kuna giza watakwambia alikuwa na nguo ya white. Walai, mpaka alikuwa na viatu za blue na red na huku chini na nyeusi. Lakini wacha kitu. So bro, usiwahi ingilia kitu haujui ama usiwahi kuwa witness wa kitu yenye unaona hii kitu iko na kesi na italeta shida na inataka ikuwe na shahidi mahali. Bro, utafungwa. Ndio mimi naambianga mtu wale watu wote wako kamiti bro, hawajafungwa kwa sababu ya makosa. Hiyo ni kusingiziwa. Wengi around 90%. Unajua mafans wanasema kitu ingilii ama anaongea, lakini sasa jibebe ni wewe uko kwa hii kitu ina happen.
hata kwa jirani kukipiganwa na haujaambiwa enda bro, kama haujaelewa venye mambo iko usiende hapo bro, unaweza jipata hapo ndio umekatwa mkono. Umenielewa? Ama ujipate useme wewe ndio umeleta vita. Bro, nitakupea bro, kuna wakati nimeishi kwa plot fulani, watu walikuja wakaiba vitu kwa hiyo plot. Lakini kwangu hakukuibiwa. Na mimi wakati nilitoka, nilikutana na watu wezi. Nisikize uone. Nilikutana na wezi wakienda na mimi nikiingia. Kuingia dakika 2 dem fulani akaniuliza, mwenye ameibiwa, umekuwa sana? Nikamwambia mimi ndo nimeingia tu saa hii. Umesikiza bro? Kaniambia kuna watu, nikamwambia kuna watu nilikuwa nimekutana, kuna mtu aliniambia, nikajiuliza ni nini. Mzee wa nyumba 10 akaniambia, unaona siku utasema uliona mwizi, you are the victim. Ndio naonanga kwa plot unaweza ibiwa na hakuna jirani ameona, lakini leta dem sana na ya usiku. Leta sana na ya usiku. Wataona. Watakuelezea alikuwa amevaa hivi. Lakini wache saa hii mlango igongwe na machuma ivunjwe, hizi vitu zitolewe zote. Jirani atakwambia hata hiyo masaa mimi nilikuwa nalala. Mimi sikusikia chochote. Lakini hata demu akuja akitembea aste hivi. Walai. Watakwambia venye alikuwa na dakika yenye aliingia. Hata kama kuna giza watakwambia alikuwa na nguo ya white. Walai, mpaka alikuwa na viatu za blue na red na huku chini na nyeusi. Lakini wacha kitu. So bro, usiwahi ingilia kitu haujui, ama usiwahi kuwa witness wa kitu yenye unaona hii kitu iko na kesi na italeta shida na inataka ikuwe na shahidi mahali. Bro, utafungwa. Ndio mimi naambianga mtu wale watu wote wako kamiti bro, hawajafungwa kwa sababu ya makosa. Hiyo ni kusingiziwa. Wengi around 90%. Makosa sio yao. So mimi nasema hivyo, najibu swali lako la kuingilia kwa kesi ya True K TV. Umenielewa? I have been there. Nimewaka kazi pale, ni rafiki yangu, lakini kama hajanihitaji ama sijapokea call kutoka with one of family, maybe mama yake, brother yake, bibi yake, sister yake, nani wake, director wake, manager wake, bro, siwezi enda. Lakini Kitoo mmeishi kama brothers, ndio? Lakini alikidnapiwa. Yes. Ushaifuatilia hadi kwa bibi yake ama? First time nilifuatilia, nilienda hadi kwao cause nilialikwa na nikaambiwa Kitoo umekaribishwa. Hii ya pili hata mwenyewe hana simu. Bibi hana simu. Na mimi sijui kwenye wanaishi bro, ndaanzia wapi? Hapo hivyo clear. Mimi sijui kwenye wanaishi. Na nasikia tu msitu wenyewe waka hata mimi sijui iko wapi. Even I don't know. Kenya ni kubwa. Pia mimi nimejaribu kujua na hata hakuna kama mtu mwenye anajua msitu wenyewe wako a comment kwa hiyo video. Mimi nijue penye wako. So siwezi enda niko kila msitu nikiwatafuta. Hiyo ni ukweli. Yeah. Juu uwezi wa track kujua wako wapi. Na Kitoo sema tu for the sake of your fans. Juu ukiangalia kwa video za True K, mafans, sijui ni mafans wako wengi wanasema tu Kitoo. Yaani ausikii vibaya wanakutaja na nasikia vibaya ndio naona sitaka kuwa reply kwa channel yangu. Juu sitaki waseme Kitoo umereply na maybe umeongea madharau. Because they are my real fans na pia mafans wa side nyingine. But ni ile mimi naweza tu waambia ni ile sina ile yani sina ile power uwezo. Ni kama tu mwalimu. Let me give another example. Mwalimu haezi enda kufunza kwa shule nyingine kama hajaambiwa aenda, hata kama walimu wako kwa hiyo shule. Bro, wezi kitu yenye hujaambiwa bro, utajipata kwa shida zenye ujui nani. Lakini ukiwa pale mwenyewe atakuprotect ama atasema huyu tulikuwa na yeye na mimi ndo nimemuita. Unaona bro? Na hata kama mwenyewe amekidnapiwa, amekuwa pale, amekuwa akiingia live. Mimi sijapokea any call. Na kama hata kutumanisha mtu akuja hapa, mtu angetumanwa. Juu mimi namba yake haingii. I have tried. Hapatikani. Sasa ukiona hivyo simu yake ilichukuliwa basi. Ilichukuliwa I think. So something like that. So bro, I think nimekujibu. Na pia kwa mafans mimi ndawaambia pole. Wengi wameuliza, najua hii video itawachiwa na watu wengi. Wengi watasema Kitoo mbona hajaenda na iko aje? I'm sorry for that. Sijakuwa welcomed na sijaambiwa niingilie mission yenye nini sana. Juu hata ukiona ma YouTubers wengi hakuna YouTubers ameingilia. Hakuna, umeona YouTuber yote huko? Hata Senior Div sijamuona. So kumaanisha maybe iko na mambo yake yenye maybe haijakubaliwa ikuwe na watu wengi wachipate kwa shida zenye ziko. Something like that, yeah. So guys, umeona Kitoo ametoboa siri, hajawahi sema mahali pengine, amesema hapa kwa hii channel. So guys, kama uko na swali unaweza uliza kwa comment na tutamuita hapa tena ajibu.
Yeah, wakikuja bro ndajibu mimi. So Kito, mimi nimefurahia sana kupatana na wewe leo. Sasa utamalizia kusema aje? Ukiambia aje mafans? Mimi ndamalizia nikisema mafans mimi ndamalizia nikiambia mafans hivyo. Manze, kwa mafans wangu na wa 2K TV, pia sisi wacha tungoje hizo results. Mimi sijui kwa director J, ofisi yake sijui ilichangewa juu hakunanga mtu kwa ofisi siku hizi. Nimeenda kwa mara kadhaa. Ofisi ilichangewa, mimi sijui kwake, but the day maybe ndajipata hapo kwa hii mission, I think mta update, but I'm sorry sijaingilia hiyo mission kwa sababu sina ile idhini ya kuingilia kwa mambo sijui, kwa sababu sitaki kujiletea shida. Yeah, najua ni rafiki yangu, bado ni brother yangu. Yeah, for my personal safety, so siwezi jua. Kama tunaenda tukiwa timu itakuwa kitu poa, lakini mimi personally at sign nimetoka naenda mahali penye sijui, pia itakuwa very hard kwangu. Another thing, kitu yenye mimi ningependa kuongea, mimi waambia mtu, wewe mwenyewe kama kuna swali uliuliza kuhusu channel na content creator kama mtu kufanya comedy, jikaze man. Hakuna kazi rahisi na hakuna kazi ngumu. So mwenyewe jikaze na kila mtu weka bidii kwa kazi yake. Hivyo ndio mimi naweza kuambia, weka bidii, Mungu naye abless na mkono yake. Okay, mafani nimesikia. Weka bidii na maombi. Na maombi kidogo. Na maombi kidogo. Bidii kidogo, maombi kidogo, na Mungu naye anatenda. Yes. So guys, I think this was a very nice director kwa sawa. This was a very nice interview with Kito. Na mimi namalizia nikisema muombe director J. Na bado muombe Kito. Juu anapitia mambo mingi kwa hii street huku. Juzi ni mwana umekimbizwa huku hivi. Karibu nyonge na Bruli ukimbizwa. Lakini mimi nimefurahia sana Kito. Acha nimalize hii. Tuone next time. So guys, as you are watching, make sure you subscribe, like, share, comment, and click the notification bell so that you will be the first one updated when the new video is released.